Kuna wakati maisha yako wewe yanaweza yakakutwa na kipindi cha kutengeneza pesa, ukajikuta siku zote unatengeneza pesa, ila kuna ka season fulani hivi ukapata pesa nyingi hivi. Mungu anakusudi kukupa pesa nyingi wakati ule. Mara nyingi chunguza maono, chunguza ulicho nacho, chunguza kile ambacho umekipanga, alafu uangalie kwa nini Mungu analeta hiyo season ya kutengeneza pesa. Nina watu wengi ambao nimekutana nao maishani wanajuta. Unajua kwa nini? Alipata fursa, kuna majira yalikuja, akatengeneza pesa, hakujua ile pesa itumieje. Matokeo yake muda ukapita. Kuna majira yalikuja, ni majira ambayo Mungu alikuwa ametengeneza. Ujaona watu wengi wao wanatangazwa, jina linatangazwa, halafu baadaye linashuka vibaya sana, anakuwa kama hakuwahi kuwepo, kwa sababu yale majira ambayo Mungu alimtangaza yalikuwa ni majira ya Mungu kuweka msingi wa kile kilicho ndani yake kwenda kwa ulimwengu. Wengi wanachukua hayo majira kama sasa ndo nimefika, ndo hivi itakuwa hivi siku. No, Mungu anaachiliaga majira. Hasa ukiona Mungu anafanya ulicho nacho kijulikane. Nataka niongee na wafanya biashara hapa. Una biashara yako inatangazika, umeona ina wateja wengi, hayo ni majira. Kuna majira ya kutengeneza client base. Tengeneza hao wateja, washikilie. Kuna wakati hawatakuwa kama ulivyowatengeneza. Kuna wakati utakuwa ni wa kuwa maintain, watunza, ndio lugha nzuri. Kwa hiyo kuna majira ya kutengeneza wateja, kuna majira ya kutunza. Kuna majira ya kuwekeza. Sisi watumishi wa Mungu, kuna majira ya kuwekeza kwenye maisha ya watu. Unawekeza kwao mpaka pale ambapo Mungu atakuwa amewaamini waje wakusaidia huduma. Kuna majira ya kufanya vitu mbalimbali. Wachumba, kuna majira ya kujuana. Wakati wa uchumba ni majira ya kufahamiana, na kufahamiana Mungu ameweka mipaka kwamba hata msikutane kimwili mpaka wakati wa ndoa. Kuna majira, yale ni majira mjuane mioyo ikoje. Ndio maana ndoa nyingi leo zinavunjika, kwa sababu yale majira ya kufahamiana watu walifunga fahamu zao kwa pleasure, kwa starehe ya kimwili. Kwa hiyo wakati wa uchumba, baadaye watu kutumia uchumba kufahamiana, kuunganisha mioyo, kuunganisha maono. Wanatumia ule muda wa uchumba kwa ajili ya starehe ya kimwili. Matokeo yake ikifika kwenye ndoa, nyinyi ni watu msiojuana kabisa, isipokuwa tu mnajuana kihisia. Yaani huwa mnakutanisha hisia zenu tu, miili yenu ikishakutana biashara imeisha. Kwa hiyo kwenye ndoa ndo unakuja kugundua, kumbe huyu hapendi hivi, hapendi, mpaka by the time mmekuja kuelewana. Wengine either wameshaachana, wengine walishagombana, kwa sababu wakati wa uchumba walikuwa busy kufanya starehe, kukutana kimwili na sio ya kujuana. Kwa hiyo nataka ujue kwamba kwa kila jambo kuna majira yake. Ni muhimu sana kuelewa majira.